Leo tutakuwa tunajifunza kitu kimoja ambacho tunakiita liquidity concept. So kabla ya kuanza, nahisi last time nilijaribu kuzungumzia japokuwa kile nilichokikusudia hakikuweza kufika effective, lakini tu kiufupi kwamba tunaposema liquidity huwa inakuwa defined by stop losses the sellers and the buyers, au katika maana nyingine tunaweza kusema kwamba liquidity is just orders. Sawa, wote are orders, sawa, ambazo hizo orders which are originated, sawa, which are originated, which are defined as stop losses. Kwa hiyo ndio maana kamili ya nini ya neno liquidity. Sawa. Mara nyingi sana kwenye soko la forex, maeneo kwenye stop loss nyingi ndio maeneo ambayo smart money concept au smart money traders ndio wanapopahitaji kwa lengo la kuweza kuactivate hizo stop loss, sawa, au hizo existing orders, and then waweze kuweka order zao wao. Mara nyingi sana market makers huwa wanaziwinda stop loss za retail traders ili wao waweze kuweka nini order zao, kwa sababu wanakuwa wamesha drive a lot of people in the long side of the market. Sawa. Katika maana hiyo sasa huwa tunasema, kwa sababu tumekuja kuona kwamba liquidity ni stop loss, si ndivyo? Au tunaweza kusema ni orders zilizopo sokoni, na kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba we have two types of liquidity. Sawa, tunazo types za wote, types of liquidity. We have types of liquidity ambazo hizo tunazo aina mbili za liquidity, ambayo ya kwanza huwa tunaita ni buy stop liquidity, na aina ya pili huwa ni nini? Ni sell stop liquidity. Sawa, tuanze kuangalia moja baada ya nyingine. Ninaposema buy stop liquidity inakuwa namaanisha nini? So buy stop liquidity huwa inafupisha kwa neno hivi, huwa tunasema buy stop liquidity inafupisha kwa neno BSL. Sawa, BSL. Sasa buy stop liquidity ina maana gani? Buy stop liquidity huwa tunasema kwamba hizi hapa buy stop liquidity ni liquidity ambayo iko originated by stop losses of sell. Huwa ni nini? Ni liquidity ambayo inakuwa imewekwa kwenye maeneo ya nini ya stop loss za nini za sell orders, kwamba tukiwa tunamaanisha nini? Normally tukiwa tunamaanisha kwamba let's say watu huwa wanaweka stop loss around those high, kwenye haya maeneo kwenye hizi high. Sawa, kwenye hizi high hapa ndio huwa tunasema hapa ndio huwa kuna nini buy stop liquidity. Hapo ndio huwa tunasema kuna nini buy stop liquidity. Sawa, kwa sababu gani tunasema around this level? Tukiwa tuna maana kwamba kwenye haya maeneo sellers huwa wanakuwa na order zao na huwa wameweka stop loss kwa maeneo ya juu. So sasa ili tuweze kusema kwamba buy stop liquidity has been taken, normally market maker huwa wakisha kwenye hizi level huwa wanakuja wana activate hayo maeneo. Sawa, wakisha activate hayo maeneo huwa wanaweka order zao and then wanaipush price to their direction. Kwa hiyo unapoona buy stop liquidity zinakuwa zimekuwa taken, market maker huwa wana sell a price massive. Sawa, kwa hiyo inaweza kuonekana katika mtindo kama huu. Sasa ni maeneo gani ambayo buy stop liquidity huwa zinakuwa located? Sawa, buy stop liquidity huwa zinakuwa located kwenye maeneo yafuatayo.
Eneo la kwanza kwenye old highs of the price, old high of the price. Kwenye old high of the price unaweza kuona kwamba the price can do the same things as you see kama hapa, kama hicho ninachokifanya hapa, sawa. Hii hapa inaweza kuwa ni nini? Ni old high. Market maker wanaweza kuona kwamba kwenye hiyo level wanaweza kudetect kwamba hapo kuna a lot of liquidity, sawa, au kuna a lot of stop loss. So what they do, huwa wanakuja kuzineutralize hizo liquidity and then they push the price to their desired direction, sawa. Kwa hiyo hayo maeneo ni eneo mojawapo ambao huwa tunasema kunakuwa na nini, na liquidity za kutosha. Kwa kwenye old high huwa kunakuwa na nini, na a lot of liquidity. So and then price huwa ikifika hapo, it has a tendency to neutralize that level and then price huwa inadondoka, sawa. Hiyo ni scenario, maeneo namba moja ambapo huwa tunazikuta kuna hizi buy side nini, buy stop liquidity. And another form is what we call kwenye areas of equal highs and equal low, sawa. Unasema kwamba kwenye maeneo yenye nini, yenye equal high, unaweza kuona kwamba price inaweza kufanya kitu kama hichi, sawa. Price inaweza kufanya stuff like this one and then ikafanya hivi, sawa. Price inaweza kufanya kitu kama hichi. So along this level kwenye hizi equal highs huwa tunasema kwamba kwenye hizi level kuna nini, kunakuwa kuna buy stop nini, liquidity. Kwa hiyo tunasema nini, equal high buy stop liquidity. Kwa kwenye hayo maeneo huwa kunakuwa kuna a lot of liquidity. So price huwa inapokuja huwa normally it comes to neutralize this level. Price huwa inakuja ku neutralize this level pap. Wakisha neutralize then price itafanyaje? Itadondoka. Kwa nini price huwa inapitiliza kwenye haya maeneo na haiya respect? Kwa sababu gani? Kwenye hizi levels kuna watu walifundishwa habari za support and resistance, huwa wanakuwa wameweka their limit orders above that level. So price come to neutralize that level, huwa itapiga stop point and then price move to the downward direction. So na kitendo ambacho unachoona price inavunja structure, ina neutralize stop loss afu then ina falling down, hichi kitendo, hichi movement ndio huwa tunakiita stop hunt, sawa. Maana stop hunt ni kitendo cha price kuziwinda stop loss sehemu ambapo zilipo, au kitendo cha price kuweza kujineutralize limit orders au stop loss. So tunaweza kusema kwamba kwenye hiyo eneo ambayo kuna equal highs huwa ni level ambayo huwa zinakuwepo, kunakuwa ni level mojawapo ambapo huwa tunasema kunakuwa kuna a lot of limit of stop losses. Also another area where there is a lot of stop losses ambao ni maeneo mengine ambayo tunaweza kuona buy side liquidity, huwa tunasema kwenye trend line, sawa. We have trend line liquidity. So most of people kwamba wamefundishwa buy support and sell resistance, na watu sasa na support na resistance ni katika mtindo tofauti tofauti. Even trend line still bado ni concept za support and resistance, sawa. Kwa hiyo unapoona kwamba watu wengi wamefundishwa kwamba wanapoona price inafanya kitu kama hichi, sawa, wanapoona price inakuwa inafanya kitu kama hichi, wamefundishwa kwamba they have to use a trend line, waweze kurecognize, waweze kujua kwamba price card inavyozidi kugusa kwenye hizi edges, huwa ndio price inazidi kufanyaje, hiyo zone ndio inazidi kuwa strong. Kwa hiyo wanakuwa wameweka tendency kwamba kila price ikigusa, wow, they have to sell the price. So hizo level huwa tunasema kwamba hizi nini, ni level of liquidity. So normally price huwa inakuachia zoni kwa juu. Price normally it live with the structure as you see, huwa inakuachia zoni kwa juu. Wanachokifanya, kwa sababu kwenye haya maeneo kutakuwa kuna stop loss za watu za kutosha, kwa sababu watakuwa naamini kila price ikigusa hapo inaselekea, ikigusa hapo inasell. So market maker what they did, huwa wanaipush price kutoka hapa, sawa, and then it comes huwa inachukua entry hapo, inadondoka, sawa. Sasa hapa huwa kuna advantage nyingine ambayo market maker huwa wanaitumia, sawa. Market maker huwa wanatumia advantage gani? Kuna watu huwa wanaamini this one is a break
and the retest. Kumbuka wamegongwa na kipindi price inatembea hapa, sawa, na huwa wanaamini kwamba hii ni break, and this is wanaamini price ikifika ikigusa hii trend line itapushi kuelekea juu. So kinachofanyika ni price huwa inawagonga, sawa, kuelekea downward direction as you see, kama hichi kitu unachokiona hapo. So hii hapo ni hayo ndio maeneo ambayo unaweza kuona hizi nini buy side liquid, buy stop liquid. So and another area are levels of resistance, levels of the resistance. Na levels of resistance tunazungumzia, maana yake tunazungumzia kwamba level of resistance, level of resistance inayozungumzia ni hizi normal support and resistance ambazo watu wamekuwa wakifundishwa kwamba wamekuwa wakifundisha kadri zone inavyozidi kuwa mitigated, ndio still hiyo zone inazidi kuwa strong. So my friend, mara nyingi sana market maker huwa wana tendency wanafanya kitu kama hichi. Market maker huwa wana tendency, they have the tendency wanafanya kitu kama hichi, wanakutengenezea zone alafu wanakuja kukaribia around that level, wanakutengenezea support na resistance kama unavyoziona hivyo, sawa. Wakisha kutengenezea this one resistance level, hii resistance level, watu watakuwa wana expect kwamba kila price ikifika hapo huwa wanaamini kwamba kila price itakapofika hapo market huwa ina activate their orders and then it has to sell. Huwa wanaamini kwamba kila price ikifika hapa huwa ina activate order zao and then it sells. So unfortunately kwa juu huwa mara nyingi market maker wanaacha order blocks and the others point of interest, sawa. Market maker huwa wakifika hapo they have to neutralize this level, huwa wana neutralize hii level, sawa, au wanaweza kufika hapo katisha kama price ina sell and then wanafika hapa price ina sell mazima, lakini inakuwa imeshachomoa stop loss za hawa watu kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo ni concept kuhusiana na nini na buy stop liquidity. And also we have another type of liquidity ambayo tunaita nini, ambayo ni aina namba 2, tunaitaga ni sell stop liquidity, sell stop liquidity, na ambayo huwa kifupisho chake huwa tunaiandika ni SSL, buy stop liquidity. So what is the meaning of this buy stop liquidity? Buy stop liquidity huwa tunasema kwamba ni aina ya liquidity ambayo yenyewe iko originated by stop losses of buyers, sawa. Ni type ya liquidity ambayo iko originated na stop losses za buyers, na huwa inapatikana kwenye maeneo gani? Normally it found on the level on the level of support, sawa, on the level of support, na huwa ni kwenye level za swing lows. Huku ndio huwa tunasema tuna nini, tutakutana na buy stop liquidity as you see, sawa. Kwa hiyo hapa ndio no, around this level is where we meet with the sell stop liquidity. Kwa sell stop liquidity huwa zinakuwa maeneo haya. Kwa kwenye every low of the price ndio mara nyingi kunakuwa na nini na sell stop liquidity, and normally market maker huwa wana tend to take this level, sawa. Huwa wana neutralize stop losses zilizo kwenye haya maeneo and then they have to push the price to the bullish direction. Kwa huwa wanakuja wana neutralize hizi liquidity zilizopo kwenye haya maeneo kwa kufanya kitu ambacho tunakiitaga stop want and then price wana buy, sawa. Mara nyingi huwa market maker wanafanya kitu kama hicho. So tuweze kuangalia kwamba ni maeneo gani ambayo tunaweza kuzikuta hizi buy stop liquidity, sawa. Maeneo ya kwanza ni kwenye maeneo kwenye equal lows, areas with equal lows, maeneo ambayo kuna kwa nini na equal low liquidity, ambao waga kifupisho tunasemaga ni HQL, equal low. Huwa ni equal low buy nini sell stop liquidity. Kwa kwenye maeneo kunapokuwa kuna equal lows huwa ni maeneo ambayo huwa tunategemea kuona kunakuwa na sell stop liquidity, na mara nyingi huwa price inaweza kutengeneza katika namna hii, sawa. Price inaweza kutengeneza, kuna namna mbili ambayo equal lows zinatengenezwa. Namna ya kwanza price inaweza kufanya hivi and then ikafanya hivi, sawa, alafu price ikaja ku neutralize the level and then price ikaja ikafanya kitu kama hichi.
looking here, ukija kuangalia hii hapa ni equal law ambayo iliyokuwa taken. Brother, mute mic yako basi. Hii hapa ilikuwa was a equal law ambayo iliyotengenezwa before the price to form any structure, sawa. Hii hapa ilikuwa nini? Ni equal law liquidity, ambayo baada ya hapo price ilikuja kufanya stop 1 kuja kuneutralize hizi liquidity, and then price ikatuachia this area, sawa, ambayo ilikuwa nini? Ni fresh area. But before doing that, price huwa inakutengenezea level nyingine, ambao kwa wale watu waliosoma mambo ya support na resistance huwa wanakuja kufocus na hili eneo, sawa. Wana expect kwamba kwenye haya maeneo wanasubia third move waweze kuondoka. Sasa kwenye haya maeneo huwa tena ni nini? Huwa ni mtego, ni levels of liquidity, kuona nyoga tuita ni nini? Ni equal low liquidity. So by then price huwa inapofika kwenye haya maeneo huwa inapitiliza, sawa, and then inakuja ku activate orders, and then the price move to the bullish direction. Oh yeah. Hivi mwanangu, mtu nikimremove hapa atanilaumu kweli? We kama utaki kusoma unaondoka tu, usisumbue bana. So kwa hiyo huwa tunasema kwamba buy stop sell stop liquidity huwa zinaonekana katika namna hiyo, sawa. Kwa hiyo huwa tunategemea kuona kwenye maeneo nini ya equal highs ambao equal lows ambao huwa zinatengenezwa katika mtindo kama hiyo. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa katika soko la forex, inabidi uweze kujua market maker wametengeneza liquidity kwenye maeneo gani, sawa. Na kwenye haya maeneo ndio mara nyingi sana watu wengi ambao hawajui kulocate this level huwa wanaingia mkenke na wanajikuta kwamba wanapigwa stop loss, wanaondoka wanasema kwamba forex ni ngumu, forex ni utapeli, sawa. And another area where we can meet with the buy stop sell stop liquidity ni kwenye areas of trend line. The same applied, huwa tunaona nini? Trend line liquidity. We have the trend line liquidity. We have the trend line liquidity. So iko hivi, watu wameelekezwa kwamba hivi, watu wamefundishwa kwamba kila kwenye shughuli sawa za trend line, sawa, watu wameelekezwa kwamba price inapokuja kugusa first touch, sawa, first touch, second touch, sawa, then third touch, watu wameelekezwa kwamba hapa they have to buy the price. My brothers, huwa hapa huwa ni mtego. This one is what we call trend line liquidity, sawa. Na mara nyingi liquidity huwa tunaiwekea alama ya $. Unapokuja kutana na mazingira kama haya, inabidi uweze kujua ni mtego, kwa sababu market maker wanaamini kwenye hizi low zote humo kuna stop loss za watu. So what they did, huwa wanakuja either mara nyingi kwenye hii level au kwa chini hapa kidogo, sawa, huwa wanakuwa wameacha order zao. Price inachokifanya inapitiliza, ikishapitiliza kuna watu wanasema hii ni break and retest, sawa. Market maker huwa wanakuja wanawachomoa, and then they push the price to their desired direction. Mmenisoma? Kwa hiyo ni concept ambayo inabidi tuweze kuijua. And also we have two categories of liquidity, sawa. We have two categories of liquidity. Liquidity tunazitenga katika makundi mawili. Ambao ni kundi la kwanza, we have the external liquidity. And another type is what we call internal liquidity. Another category is what we call internal liquidity. Tuangalie hizi ni aina gani za liquidity. Tunaposema internal liquidity, guys, external liquidity ni liquidity ambazo zinazotengenezwa na zile swing high and swing lows.
Maana yake tukiwa kwenye haya time frame sawa, tukiwa kwenye haya time frame unapoona kwamba price yako imefanya let's assume ukiona price yako imefanya vitu kama hivi sawa, ukiona price yako imefanya something like this one, something like this one as you see. Let me instruct you by using this diagram. Iko hivi, unapoona kwamba price yako imefanikiwa kutake this structure sawa, imefanikiwa kukuvunja hii BMS, imefanikiwa kuvunja hii hapa, sio tunaita ni BMS guys, watu wasema kwamba hiyo ni nini, ni BMS boss. We say this one is the boss. And also unapo hii high unaoiona hapa, hii high this high unaoiona hapa sawa, old high, huwa tunasema nini, ni external liquidity, ni external liquidity. Ngoja niite ET XT liquidity, hiyo huwa ni nini, ni external liquidity. Any high na any low huwa ni nini, ni external liquidity. And then hii movement utakayoiona, hii low itakayotengenezwa hapa sawa, baada ya price ku take this minor low, hizi hapa structures za ndani hizi sawa, hizi structures za ndani mnazoziona ni huwa tunaziita ni nini, ni internal liquidity. This one, hizi structures za ndani hizi this one, hizi hapo tunaziita ni nini, ni internal liquidity. Liquidity hizo huwa ni nini, ni internal liquidity. And this one here huwa tunaita ni nini, ni external nini, external liquidity. Kwa hiyo any old high and the low huwa tunaita ni nini, ni external liquidity. And then normally price huwa ina mara nyingi tunapata big move baada ya price kuja mitigate kwenye hizo levels. So by then unapoona kama price baada ya kutake this structure huwa inarudi ndani, ikikutengenezea BMS price huwa inarudi inside sawa, the area of liquidity, kwa sababu tumekuja kugundua kutoka hapa hadi hapa sawa, huku ni external liquidity and this one here is na huku nini, ni external. So eneo lililopo kati ya hapa na hapa, kati ya hilo na hii high huwa tunasema nini, ni area of liquidity, na humu ndani huwa tunazipata nini, internal liquidity, ambazo zinaweza kuwa either ni structure ndogo ndogo. Ukiona pia hata structure ndogo ndogo kama hizi zinazotengenezwa sawa, hizo zote huwa tunasema nini, ni internal liquidity. So price huwa inarudi kwenye refined internal liquidity ili kuja kuchukua nini, orders ambazo ilizoziacha sawa. Lakini and then price huwa kabla ya kufika kwenye hayo maeneo huwa it has tendency to take the liquidity also first, it take the liquidity first sawa, huwa inachukua liquidity ambayo ina aina gani ya liquidity, huwa tunasema ni solid stop liquidity. And then huku juu ukija kuona kukutana na mazingira kama haya, maana yake ni nini, ni buy stop liquidity ambayo iliyokuwa taken around that level. So hiyo ndio general concept kuhusiana na nini, na liquidity ambayo unaweza kukupatia sawa. So let's go to the example, let's go to the example. So before going to that one, before going to the example, let me tell you, tunapokuwa tuna trade hizi liquidity concept sawa, tunapokuwa tuna trade this liquidity concept, we have the entry pattern ambazo huwa tunazitumia sawa. Huwa kuna entry technique kwenye case ya liquidity huwa tunatumia. Cha kwanza huwa tunayo ile normal sawa, huwa tunayo ile normal liquidity taken. So inabidi uone kwamba price yako hiyo imechukua either imevunja buy stop liquidity and then price ije kukutengenezea nini, market shift. Cha kwanza inabidi tuone kwamba price yetu ifanyeje, itake buy side liquidity, itake buy stop liquidity, buy stop liquidity. Baada ya price kutake buy stop liquidity, inabidi uone price ikutengenezee market shift au change of character sawa. Hii hapa ni in case of reversal, this is for the case of reversal. Kwa hiyo inabidi uone price ifanye kitu kama hicho and then uone price ikutengenezee nini, change of character au market shift. And then
price baada ya kufanya kitu kama hichi, price huwa inarudi kwenye level, kwa sababu huku imeshachomoa liquidity na huku imefanyaje, imetengeneza change of character. Price huwa inarudi kwenye maeneo ya nini, ya order blocks, and then price has to mitigate that level and then push price to the downward direction as you see. Sawa, hiyo ni kwenye case ya nini, ya bullish ya bearish market structure, maanake kwenye reversal. Na kwenye kesi ya kwenye kesi ya bullish, the same applied, kwamba price huwa unaona inafanya issue like this one, then inakutengenezea change of character, and then price inarudi hapa, inachukua entry, inaondoka. Kwa hiyo unaweza kuona mazingira kama hayo, kwamba unaona price ina take this structure, inachukua sell stop liquidity as you see, sell stop liquidity. Baada ya kuchukua sell stop liquidity, price inakuja kutengenezea, here was a change of character. Sawa, this one was a chochi, inakutengenezea chochi. After chochi, price come to this structure here, price huwa inakuja to the level of order block, and then price inapush kuelekea juu as you see. Sawa, hiyo inaweza kuwa ni pattern namba moja. And also we have another pattern ambayo huwa inatengenezwa price. First of all, price inaweza kutengeneza liquidity kabla ya kufanya stop hunt, au price inaweza kutake liquidity after taking a stop hunt. Maana yake kwamba ni nini? Price inaweza kufanya hivi, inaweza kuform this structure and then before coming to the level, price inafanya kitu kama hichi, inakutengenezea ile type of liquidity, and then it come to activate the orders, and then it push to the direction. So how this happen, kwamba unakuja kuona price cha kwanza inafanya stop hunt. Nikumbuka nilisema stop hunt ni kitendo cha price kutake buy stop liquidity au sell stop liquidity. So price itafanya nini? Stop hunt, watu tunaita ni stop hunt katika lugha ya kitaalamu. And then price inakutengenezea change of character as you see, inakutengenezea change of character, inakutengenezea hapa change of character. So after doing that, kumbuka price yako itakuwa haijakamilika, yani itakuwa ipo kwenye namna kama hii unavyoona. Price yako itakuwa less assume kwamba ipo kwenye namna kama hii unavyoona, sawa? Na zoni yako itakuwa kwenye huku juu, ndio kutakuwa kuna nini, level yufu your order block. Price inakuja inafanya kama ina sell, sawa? Hapa kuna watu wale wa FOMO, sawa? People with the FOMO who are fearing to missing out. So hapa huwa wanaweka stop loss, huwa wanaweka order zao za kuseli around that structure. Na kwenye maeneo ni maeneo gani? Ni levels of liquidity. Kwa sababu gani? Ni levels of equal high. So market maker huwa wanakuja ku hit those to take those liquidity, and then wana activate order, alafu wana push price to the direction. Hii hapo ni case of this one is in case of bearish, and also the same applied for the case of bullish, kwamba normally market doing the same issue as you see, stop hunt, then change of character, the same applied, price move in that way, and then come to the order block, and then pushing the market to the bullish direction as you see. Kwa market maker huwa wanafanya kitendo kitaga ni nini? Ni stop hunt, kitendo cha market to take all of this sell stop liquidity, huwa tunasema nini? Stop hunt. So we go to the stop hunt. Baada ya kupata stop hunt, huwa tunapata nini? Change of character, sawa? Utapata change of character short. Also price huwa inatengeneza before this liquidity, tend to create this liquidity before. This one is what we call equal highs liquidity, equal highs equal lows liquidity, sawa? Price huwa inatengeneza equal low, and then the price huwa inakuja kwenye order block kuchukua nini? Entry. Kwa hiyo hapa huwa ni wale watu wa FOMO wanataka kubai hapa price, market maker wanaidump price chini, and then wanafanyaje? Wanaondoka. Kwa market inafanya vitu kama hivi days up to days, kila siku price inafanya vitu kama hivi. Kwa hivyo unaweza kuonyesha katika mtindo tofauti tofauti sana, and not only that, so not only those,
Hizo hapa ambazo nimezokuonesha ambazo zinakuwa na chochi guys, this one tunaweza kusema kwamba hizo ni reversal entries. What about continuation entries? What about continuation entry? So kwenye continuation entry, kwenye continuation entry tunategemea tuone vitu vifuatavyo. Cha kwanza, market maker they can create structure like this one, sawa. Unaweza kuona kwamba market maker wanaweza kufanya hivi. First of all wakatake the liquidity first, sawa. Wakatake the liquidity and then price ikafanya stop hunt, also price ikatengeneza nini, normal BMS. Maana yake kwamba huku around this area price inaweza kufanya nini, a stop hunt. Price inaweza kufanya stop hunt as you see kwenye level za equal highs, si ndivyo? Price inaweza kufanya stop hunt ikatake those level and then price inaweza kutengenezea nini, normal BMS, si ndivyo? Inaweza kutengenezea BMS as you see, manake break of market structure. And also baada ya hapo market maker huwa wanakutengenezea huko, huwa ndio level nini ya expected to hit the entry, but before doing that price inaweza kuja, sawa, ikaform any type of liquidity guys. Unaweza kuona price inaweza kufanya hivi, sawa, ikakutengenezea this one, sawa, inaweza kutengenezea kitu kama hiki, inaweza kutengenezea kitu kama hiki, ambapo ni kitu gani? This one is what we call trend line liquidity. Price inaweza kutengenezea either trend line liquidity, sawa, inaweza kutengenezea trend line liquidity. So hapa watu watakuwa wanajimaliza kwa kuamini kwamba price imeshaanza kufanya reversal, imeanza kusell, and unfortunately price huwa inakuja ku take those liquidity, inakuja kuchukua entry, alafu price inadondoka, sawa. Kwa price inaweza kutengenezea any type of liquidity to this level, sawa. Kwa usipanganyike na hayo maeneo. Baada ya price kufanya hivyo, huwa it continue to rally to the bearish direction as you see. Kwa price utaona inakutengenezea BMS kama kawaida. Kwanza kuona price inakutengenezea boss. After doing that again, price kumbuka, let's assume kwamba inaweza kuwa imetuachia order zetu kwenye hii level nyingine. After letting with this level, price inaweza kupanda, sawa, ikakutengenezea let's assume resistance level, alafu ikafanya hivi. So people wata expect kwamba kwenye hii level, sawa, kwenye hii level wanabidi waweke order zao. So after doing that price huwa ina neutralize also those levels, and then it come to the zone, fresh zone, inachukua entry, price inafanyaje, ina push to the direction. Kwa hiyo hivyo ndio price ambavyo huwa inatembea in case of continuation and in the part of bearish market structure. Also for the case of bullish market structure, it applied the same, the same as you see kwamba na penyewe unaweza kuona price yako ikafanya something like this one. Unaweza kuona kwamba price yako ikafanya kitu kama hichi, sawa. Price ikaja ikateke stop point, and then price inaweza kukutengenezea the levels of liquidity as you see. Unaweza kuona price inakutengenezea level of liquidity kama hivyo, sawa. So price first of all it has make a stop point. Price imefanyaje? Imefanya stop point, maana yake imetake sell stop liquidity. After doing that one, price inakutengenezea a normal BMS, sawa. Price inaweza kutengenezea normal BMS. Price it can form a normal BMS here. Break of market BMS, normal break of market structure. But before turning back to the zone, before turning back to this level, price has to let you with the this one structure here, sawa. Inaweza kuachia hiyo nini, trend line liquidity, ambayo tunasema hiyo ni nini, ni level of liquidity, and then price huwa inaweza kurudi mpaka kwenye haya maeneo, inachukua entry alafu inaondoka. Kwa sababu gani? Haya maeneo hayawezi kuwa na nguvu kwa sababu price market maker wameshaacha mtego hapo. So nipate ni nyingi sana ambazo kimsingi siwezi kuzimaliza, labda tuende kwenye mifano haraka haraka tunaweza kuona ambacho ninachokimaanisha. So for example, I have the example here of tunao mfano hapa wa nani, huyu hapa ni CHF JPY. Tulikuwa kuna entry ya kusell around this area here, tulikuwa kuna entry ya kusell. Entry namba moja ya kusell kwenye huyu jamaa tunakuja kuona first of all
market maker walitake this liquidity, sawa, walitake this liquidity hapo, ilikuwa ni nini? Ni stop want. Price market maker walifanya stop want. After stop want, market maker walikuja kufanya hapa, ilikuwa ni nini? Ni change of character. This one was a short, sawa. Hapo ilikuwa ni nini? Ni short. Au kuiweka ikae vizuri zaidi, unaweza consider this high here, unaweza consider hapo na hapo, sawa. Hiyo ilikuwa ni nini? Ni stop want. So before the price haijaja kwenye level ambayo level iliyokuwa ni clear, this one, let's go to the 15 minutes of the level ambao which was a clear level. So let's go to the 15 minutes as you see. Kwa tunaona hapa ilikuwa nini? Hii hapa ilikuwa ni change of character and this one was a stop want. So tunakuja kuona kwamba ni zone gani ambayo ilikuwa ni clear. This one huku juu kabisa huku, sawa, huko juu ndo palikuwa a clear structure. And by the way, as you see, sawa, ukija kuangalia kabla price haijafika kwenye haya maeneo, kuna vitu ilivifanya before the price come to this area. Kuna vitu ambavyo price ilivifanya. First of all, tunakuja kuona no, there is no any normal structure here. Yes, ilikuwa ni aka structure, this one here, hii hapa na hii hapo, sawa. Hiyo ilikuwa ni iko high ya kimtindo kwa sababu specific entry ilikuwa iko hapo. Kwa hiyo hapa ilikuwa nini? Hiyo zilikuwa ni liquidity ambazo zilikuwa ni iko high, iko high liquidity ilikuwa taken out, and then price mnakuja kuona iligusa kwenye level yenyewe, and then price ikafanyaje? Ikasell, sawa. Lakini before doing that, price tena ilifanya kitu kingine hapa, sawa. Price ilifanya kitu ambacho tulikiita ni nini? Tulisema price ilitake liquidity, maana yake price ilifanya stop want. Baada ya kufanya stop want, price ikaja kufanyaje? Ikaja kutengenezea hii hapa, ilikuwa ni normal nini? Normal break. Ilikuwa ni nini? Ni BMS, ambapo maana yake ni kwenye continuation BMS. And then our level, this one was hii hapa ilikuwa nini? Ndio flash zone yetu. Hii hapa ndio ilikuwa flash zone yetu, unaona hii hapa ni hao maeneo, sawa. Hiyo ndio ilikuwa flash zone yetu as you see. Na hapo itumika concept gani guys? Ukija kuangalia maeneo hapo, concept iliyotumika ilikuwa ni concept ya support and resistance, au tunaweza kusema kwamba concept ya nini? Ya order block theory. So that one was our level, sawa. Na unakuja kuona price baada ya hapo ilikuja kuchukua entry, and then mzigo ukafanyaje? Ukadondoka, sawa. Price inaenda nafanya kitu kama hicho. Not only that, also unakuja kuona hapa ilifanyika stop want. Baada ya kupata stop want, tulipata hii hapa ilikuwa ni nini? Hii hapa ilikuwa ni market shift. After market shift, tunakuja tunaona tulikuwa tunaiza hapa liquidity kwenye hii level, sawa. Tulikuwa tuna hizo liquidity kwenye hiyo level, and then unakuja kuona price yako ilikuja kurudi kwenye hiyo order block hapa, sawa. Kwa hapo price huwa inajaribu kuwadanganya watu wale wa FOMO waweze kuingia haraka haraka sokoni. Unaona? Price ikagusa, watu wakajaa. And then price ikaja kuwa neutralize. After neutralizing them, market maker wakaipush price to their direction, and that is how we can look for the liquidity. Sawa? Even also we can look to the GB this one ambao ni Euro JPY. Hii hapa nilikuwa na entry yake na niliwahi kuianalyze, sawa. Nina analysis yangu ambayo bado sijaifuta, mnaweza kuiona hapa. Ngoja nifute unwanted line ili muweze kuidefine. Angalieni hapa, nilijaribu kuplot liquidity very professional, sawa. Angalia, first of all, before looking to this one, ngoja nifute mstari wangu wa entry niweke hapa. Nitumie kigezo kingine. Unakuja kuona kwamba hapa first of all tulikuwa na hii hapa ni nini? This one was a stop want, si ndivyo? Tulikuwa hiyo ni nini? Ni stop want, and then tukapata BMS, lakini price ilipanda juu ikatengeneza liquidity, sawa. Ikatengenezea hii hapa ni fake BMS. This one is a fake BMS, sawa. Nilimark hivyo, but this one is a fake BMS. And then nilikuwa na level yangu, and remember I taught you about a concept of order block, na hii hapo ilikuwa nini? Ni queen order block. Unakuja kuona kwamba angalia price iliyofika, ilikuja kwenye haya maeneo, kwa sababu nikinyosha hapa unakuja kuona kuna watu wanataka kuseli hapa,
price ikaja ikafanya kama ina seli, ikaja kuwachomoa, ikaja kugusa order ya kuseli, and then price ikadondoka. Ilivyodondoka sasa, kuna kitu tulikipata hapa, sawa? Kuna kitu tulikipata. Price ilivyogusa mara ya kwanza hapo, sawa, tulipata nini? Confirmation. We got the confirmation first. Tunaona kwamba price yetu ilifanya stop hunt hapa, si ndivyo? This one was a stop hunt, tunaoiona hiyo ilikuwa ni nini? Ni stop hunt. This was a stop hunt. Price ilifanya stop hunt. Baada ya kufanya stop hunt, guys, tunakuja kuona kwamba hapa, hii hapa ndio iliyokuwa valid change of character, sawa? Tulipata hiyo was nini? Valid change of character. Tulipata hapo nini? Short, sawa? Tulipata hapo short. But tukiangalia juu huku, hiyo order block price ilikuwa imeshamaliza kila kitu, ila naufuta mstari, ila before doing that price ilikuachia hii ngoma ambayo niliwafundisha inaitwaga ni nini? Ni king order block. Utakapoimaki hivi king order block, then you go to the lower time frame. Let's go to the 15 minutes and looking the flash area where we have to make the decision. So tukija kuja hapa, tunakuja kuona tulikuwa tuna nini? Tuna hii hapa queen order block, but we can use this level, sawa? Tunaweza kutumia kwenye hiyo level, and you see the price ilikuja kafanyaje? Ilichukua hiyo entry, because was very very sniper entry, sawa? Kwa unakuja kuona price ilichukua hiyo entry na ikadondoka, lakini nikisema nafanya more refinement, I can get the clear area ambayo ilikuwa ni very 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 powerful. So let's go. Yeah, still nakuja kuona ilikuwa bado ni ile eneo. Kwa sababu gani? Hata nikimaki order block yangu hivyo, sawa, and then nikatumia Fibonacci retracement, still nakuja kukuta entry zangu zina lie kwenye hayo maeneo. No, hapa nina miss. Ukimaki hapa utamiss, but the real concept ilikuwa the real entry ilikuwa ni hapa, sawa? Hiyo ndio ilipotakiwa kuwa entry, kwa sababu ukitumia Fibonacci retracement hapo utafeli, and that is also among of the limitation of order block. Si kila maeneo order block itafanya kazi, but by using this concept you can see market imekuja ku react to the level, sawa? Ilikuja kuact kwenye mara ya kwanza hapa kwenye open price, ikaja kuact kwa mara ya pili hapa, and then price ikadondoka as you see, sawa? Kwa ni vitu kama hivyo. So let me invite you to ask me the question.